ikibazo cy'igifu. Tuna shida kubwa sana ya mfuko wa chakula. Iyo cyarwaye, kama mfuko wa chakula umeumwa, umuntu akunda kugira inyota. Mtu yani hizi ni dalili zinazodhihirisha kwamba estoma yako au mfuko wa chakula una shida. Kwanza ni kiu. Agira ikirungurira. Atakuwa na kiungulia. Umuntu aribwa mu butikorwa. Mtu ataumia hii sehemu ya mgongoni ambapo si vyepesi kugusa kwa mkono. Umuntu akumva mukameme hatonekara. Utasikia hapa katikati ya hii mifupa hapa kifuani pakiwa panauma. Akunda gusarara. Utakuwa unakauka koo. Agira isepfu nyinshi. Imana akigene imiti turuvuge kuri 5 gusa. Mungu ameandaa tiba kwa ajili ya mfuko wa chakula na yeye yuko tayari kutuelezea dawa 5. Icyambere ni ukunywa amazi. La kwanza, dawa ya kwanza ni kutumia maji, kunywa maji. Ukayanywa mbere yo kurya. Unakunywa maji kabla ya chakula. Uvuga ngo utarage hasigaye nk'iminota 30 cyangwa 45. Dakika 45, 30 mpaka 45 kabla ya umuntu yagenewe kurya kabiri ku munsi. Mtu Mungu amempangia kula mara 2 kwa siku. Mu gitondo akarya hakiri kare. Asubuhi unakula akiwa bado mapema. Nimugoroba ukarya hakiri kare. Jioni unakula mara ya 3. Noneho nukikivura cyagwaye inzoka. Aha, nikupatia mfuko wa chakula dawa baada ya kuwa umeingiliwa na minyoo. Inzoka zikunda kwibasira igifu. Minyoo ambayo huwa inaharibu mfuko wa chakula au estoma. Inzoka ya amibe, ni amiba. Ni inzoka ya ascaris, ni ascaris. Ni inzoka ya ankyloston. Na ni karote ebyiri mu gitondo byutse. Utachukua karoti 2 kabla hujanywa maji alfajiri ile unapoamka. Uzabikora iminsi 7. Utakula hizo karoti 2 kipindi cha siku 7 mfululizo. Uzabuvuye ascaris. Utakuwa umetibu hiyo ascaris. Uzabuvuye ankyloston. Na hiyo ankyloston. Trichocephale. Na hiyo nyingine inzoka bita oxyle. Na hiyo minyoo inayoitwa karote yongera amaraso. Karoti inaongeza damu. Itera igikurira abana n'ingingo. Inawafanya watoto kukua na viungo vyao. Ni inshuti magara y'amara. Ni rafiki wa karibu wa utumbo. Inda bantu indwara z'impiswi. Inawakinga watu kuwa na magonjwa ya kuhara. Abayirya ntibaziba mara. Wanaokula karoti hawezi kuziba utumbo. Ivura ibisebe byo mu mara. Karoti inatibu vidonda vya utumboni. Urukingo rwiza rw'igifu. Na ni kinga muhimu kwa ajili ya mfuko wa chakula au estoma. Yoza amaraso. Karoti inasafisha damu. Ituma gasabo kindugwe kataza mu misenyi. Inasaidia bandama kutokuwa na mchanga. Irinda indwara z'inkorora. Inasaidia magonjwa ya kikohozi. Itera kwihagarika neza. Inasaidia mtu kutoka mkojo vizuri, yani kujisaidia mkojo vizuri. Abakunda abatagira apeti yongera. Wale ambao hawana hamu ya chakula, karoti inawasaidia kuongeza hamu. Amaraso yongerera umuntu fere ituma umuntu ahora keye. Madini ya chuma karoti inayaongeza. Kandi abonzi bongerera amashereka. Na wale wanaonyonyesha karoti inasaidia kuongeza maziwa. Yongera itoto ku mubiri no mu maso. Inasaidia mtu kuwa na ngozi ambayo ni laini, ambayo ni ngozi nzuri isiyozeeka haraka haraka. Yongera abasirikari b'umubiri ngo bawurengere. Inaongeza maskari mwili. Gayo ni umuti ukomeye. Yenyewe ni dawa muhimu wo kuvura kanseri y'ibihaha. Inayotibu kansa ya mapafu, kanseri y'igifu, na kansa ya mfuko wa chakula, kanseri yo mu maraka, na kansa ya kwenye koo, kanseri y'uruhago, na kansa. Linda Afya. Hatua ya 3. Amagara y'abantu arabangamiwe. Afya za watu na zenyewe zinakabiliwa na matatizo. Ndavuga zimwe mu ndwara zibangamiye abantu. Atajaribu kuzungumzia baadhi ya magonjwa ambayo yanawaathiri watu. Turazivuga muri magufi. Atayazungumzia kwa machache. Dufite ikibazo cy'igifu. Tuna shida kubwa sana ya mfuko wa chakula au estoma. Igifu, estoma nicyo cyakira ibyo kurya. Ndiyo inayopokea au mfuko wa chakula ndio unaopokea chakula. Iyo bishyushye cyane kirabikonjesha. Kama vyakula ni vya moto sana, mfuko wa chakula unapoza kwanza. Iyo bikonje cyane kirabishyushya. Pia kama ni vya baridi sana, mfuko wa chakula unavipasha kwanza. Kigira indurwe. Ndani yake muna nyongo. Kugira ngo zibereho gucagagura ibyo kurya n'izica imyanda. Zinazofanya kazi ya kukatakata chakula hata na kuharibu mikrobi ambayo imeingia. Iyo cyarwaye, kama mfuko wa chakula umeumwa, umuntu akunda kugira inyota. Yani hizi ni dalili zinazodhihirisha kwamba estoma yako au mfuko wa chakula una shida. Kwanza ni kiu. Agira ikirungurira. Atakuwa na kiungulia. Umuntu
umuntu aribwa mu butikorwa. Mtu ataumia hii sehemu ya mgongoni ambapo si vyepesi kugusa kwa mkono. Umuntu akumva mukameme hatonekara. Utasikia hapa katikati ya hii mifupa hapa kifuani pakiwa panauma. Akunda gusarara. Utakuwa unakauka koo. Agira isepfu nyinshi. Utakuwa na kwekwe. Kwiyemeza no gufata imyanzuro byihuse biramugora. Yani kuchukua maamuzi haraka ni shida kwake. Hatinya gukabiriza ibintu ngo bivuko bitari. Na mtu ambaye anaumwa mfuko wa chakula katika maelezo yake akizungumzia habari za kitu huwa anapitiliza. Arangiza kubwibyo. Kwa hiyo niba kirwaye rero kama mfuko wako wa chakula unaumwa, Imana akigene imiti turuvuge kuri 5 gusa. Mungu ameandaa tiba kwa ajili ya mfuko wa chakula na yeye yuko tayari kutuelezea dawa 5. Icyambere ni ukunywa amazi. Dawa ya kwanza ni kutumia maji, kunywa maji. Ukayanywa mbere yo kurya. Unakunywa maji kabla ya chakula. Ngo utarage hasigaye nk'iminota 30 cyangwa 45. Dakika 45, 30 mpaka 45 kabla ya chakula kunywa maji. Ukabirya ukayanywa atari ukwiyemera ukayanywa nkuko woza amasahani wawe. Unywe maji si kwa ajili ya kiburi, bali unywe maji kama vile unavyoosha sahani kwako. Kugira ngo nibururireho byoze. Ili huwa unasafisha masahani ili upate chakula kukilia sehemu safi. Abantu babigere kunywa mazi. Watu ambao wamezoea kunywa maji kwa njia hiyo, ukitondo na nimugoroba mbere yo kurya, asubuhi na jioni kabla ya chakula, wana bahati ya kutoumwa mfuko wa chakula. Hapa mfuatilie vizuri. Cha kabiri cha kivura. Jambo la pili linaweza kuitibu. Umuntu yagenewe kurya kabiri ku munsi. Mtu Mungu amempangia kula mara 2 kwa siku. Mu gitondo akarya hakiri kare. Asubuhi unakula ikiwa bado mapema. Nimugoroba ukarya hakiri kare. Jioni unakula ikiwa bado mapema, sio usiku. Mu gitondo ukarya byinshi. Asubuhi unakula chakula kingi. Kandi nimugoroba ukarya bike. Jioni unakula chakula kichache au kidogo. Ukareka igifu kikakora amasaha 4 nta kindi urashiramo. Unaruhusu mfuko wa chakula au stoma yako ifanye kazi kipindi cha masaa 4 bila kuweka kitu kingine. Mu buryo bwa ubaze kurya mu gitondo cyamara kunoza karuhuka amasaha 2 nta kindi kirajamo. Baada ya chakula cha asubuhi, hayo masaa 4 ya uyoshaji yakiisha, unachukua masaa mengine 2 ya kupumzisha mfuko wa chakula au stoma. Ukeneye kurya kabiri ku munsi no kuruhuka kabiri ku munsi. Mfuko wa chakula unahitaji pumziko la mara 2 kwa siku na kula mara 2 kwa siku. Kandi kikoga kabiri ku munsi. Pia mfuko wa chakula unapaswa kuoshwa mara 2 kwa siku. Bese hirya yo kurya ubugomba kumenya kugomba koza. Na maana baada ya chakula na kupumzika unatakiwa kujua ya kwamba lazima kioshwe. Ibi wabigira kamenyero ya kwibuka igifu cyakize nta miti yanyoye. Kama haya unaweza kuyakubali uyafanye mazoea yako, utashtuka mfuko wa chakula umeshapona bila kutumia dawa nyingine. Umuti wa gatatu. Dawa ya 3. Noneho ukikivura cyagwa inzoka. Aha, nikupatia mfuko wa chakula dawa baada ya kuwa umeingiliwa na minyoo. Inzoka zikunda kwibasira igifu. Minyoo ambayo huwa inaharibu mfuko wa chakula au estoma. Inzoka ya amibe. Ni amiba. Ni inzoka ya ascaris. Ni ascaris. Ni inzoka ya ankyloston. Na minyoo ya aina hiyo. Noneho izi nzoka, minyoo hiyo zishobora kuvugwa zitya. Inatibiwa kwa njia hii. Niba ari ankyloston. Kama niyo ankyloston, si kwa Kiingereza labda kama ni hivyo. Noneho ni karote 2 mu gitondo byutse. Utachukua karoti 2 kabla hujanywa maji alfajiri ile unapoamka. Uzabikora iminsi 7. Utakula hizo karoti 2 kipindi cha siku 7 mfululizo. Uzabuvuye ascaris. Utakuwa umetibu hiyo ascaris. Uzabuvuye ankyloston. Na hiyo ankyloston. Trichocephale. Na hiyo nyingine inzoka bita oxyle. Na hiyo minyoo inayoitwa oxyle. Ni tenia. Hata na hiyo nyingine inayoitwa tenia. Ubwo karote ntabwo ari ubutunzi bupfuye kwa kwisi ngo nawe umuhondo gusa. Ina maana karoti usione kwamba ni njano tu na kuishia hapo, ahubwo ni umuti ukomeye w'inzoka, bali ni dawa muhimu kwa ajili ya minyoo. Ni urukingo rukomeye rw'umwijima, ni kinga muhimu kwa ajili ya ini. Ifite ibara rituma amaso areba neza. Hiyo rangi ya njano ya karoti inasaidia macho kuona vizuri. Ni urukingo rukomeye ku ndwara z'amagufa. Ni kinga au preventif kwa ajili ya magonjwa ya nini? Ya mifupa. Aha ngaho muhumve neza kwa ari karoti ari nziza. Kwa hiyo ni vizuri kujua kwamba karoti ni kitu kizuri. Iramutse iriwe
Kama utaitumia kwa kuila, byakingira ubuzima, itakusaidia kuwa kinga kwa ajili ya mwili wako. iriwe n'abaturage. Kama wakaaji watakula karoti, abahinzi bayo batera imbere, maana yake wakulima wake watapata maendeleo. byubahirijwe. Kama mambo haya yatatiiwa, abacuruzi bakunguka, wafanya biashara watapata faida. Ngiki akamaro ko gukoresha imiti Imana yatanga. Hiyo ndio umuhimu wa kutumia dawa Mungu alizozitoa. Bila mutsi ari mbisi, ni kuitumia ikiwa mbichi. Tafadhali muelewe, ntabwo igarukiraho gusa, haishi hapo tu. Karoti ifite ikindi kiza gikomeye. Karoti ina umuhimu mwingine. Mu gitabo cyitwa Byamazukire, kitabu kinachoitwa kwamba kula halafu upone, cyitwa Manger et Guérir, kula na upone, page ya 351, ni ukurasa wa 351. harimo amagambo meza kurikira. Kuna maneno mazuri yafuatayo. Aranditse ngo ni cyo kurya gitera imbaraga, ni chakula kinacholeta nguvu, cyongera imyunyungugu mu muntu, ni chakula kinachoongeza chumvi au madini ndani ya mwili. Karote yongera amaraso, karoti inaongeza damu, itera igikurira abana n'ingingo, inawafanya watoto kukua na viungo vyao, ni inshuti magara y'amara, ni rafiki wa karibu wa utumbo, inda abantu indwara z'impiswi, inawakinga watu kuwa na magonjwa ya kuhara. abayirya ntibaziba mara, wanaokula karoti hawezi kuziba utumbo, ivura ibisebe byo mu mara. Karoti inatibu vidonda vya utumboni, urukingo rwiza rw'igifu, na ni kinga muhimu kwa ajili ya mfuko wa chakula au estoma. yoza amaraso. Karoti inasafisha damu, ituma agasabo k'indugwe katazamo imisenyi, inasaidia bandama kutokuwa na mchanga, irinda indwara z'inkorora, inasaidia magonjwa ya kikohozi, itera kwihagarika neza, inasaidia mtu kutoka mkojo vizuri, yani kujisaidia mkojo vizuri. abatagira apetira yongera, wale ambao hawana hamu ya chakula, karoti inawasaidia kuongeza hamu. amaraso yongerera umuntu fere, ituma umuntu ahora keye. Madini ya chuma karoti inayaongeza, kandi abonzi bongerera amashereka, na wale wanaonyonyesha karoti inasaidia kuongeza maziwa, yongera itoto ku mubiri no mu maso, inasaidia mtu kuwa na ngozi ambayo ni laini, ambayo ni ngozi nzuri isiyozeeka haraka haraka. yongera abasirikari b'umubiri ngo bawurengere, inaongeza maskari mwilini, kandi ituma mu mara hakora neza ntihabe imyuka myinshi, inasaidia katika utumbo kuepusha pumzi nyingi au hewa nyingi katika utumbo, yica inzoka nyinshi, inaua minyoo mingi. abayimenyereye wale ambao wamezoea karoti, y'ubwayo ni umuti ukomeye, yenyewe ni dawa muhimu wo kuvura kanseri y'ibihaha, inayotibu kansa ya mapafu, kanseri y'igifu, na kansa ya mfuko wa chakula, kanseri yo mu maraka, na kansa ya kwenye koo, kanseri y'uruhago, na kansa ya kibovu. akaba ari umuti mwiza cyane, ni dawa nzuri sana. rero ni ikiribwa kizi wanyu, mnaona kwamba ni chakula kizuri kwetu, kubonsa n'abatwite, wale wanaonyonyesha na wale ambao wana ujauzito, kubitamba muga inshuke, ingimbi n'abangavu, kwa wale watoto wadogo, hata na wale ambao wameanza kukua, hata na wale ambao ni vijana, bashaje n'abarwayi, wazee, hata na wagonjwa. bizabakingira byinshi. Karoti itakuwa kinga kwa mambo mengi. Reka tureba abantu bari kumva noneho babonye mbese ubwiza bwayo nibara, ubwiza bwayo n'akamaro. Je, uzuri wa karoti ni rangi au ni manufaa yake? Bila shaka ni manufaa. Mbese umugore uyihabe ni umugore muzima, kwamba umugore uyigaburira, mama ambaye anawahudumia watu wake kwa kuwapatia karoti, huwa ni mama ambaye anajua kazi. ntabwo uyu munsi twashatse kubihari, siku ya leo hawezi kuyitumia masaa yote yeye binafsi, ahubwo ubutumwa bwiza nicyo bumaze. Habari njema na muhimu huo buzaguha ubwenge, habari njema itakusaidia kuwa na hekima, buzaguha imico myiza, itakusaidia kuwa na tabia nzuri, buzaguha ubuzima, itakusaidia kuwa na afya nzuri. Mbese ubutumwa bwiza ni inshuti ya buri wese ku isi cyangwa n'umwanzi we? Si mnaona kwamba injili ni rafiki kwa kila mtu? Linda Afya.